Hapa nipo natoka kazini. Leo nimeona ni share jambo fulani kuhusu story fulani ya maisha ambayo nime experience kidogo. Hapa nilipo, ukiangalia nipo Kisongwe, lakini na maana yangu ni kwamba nilijaribu kuwa nimetoka kuongea na mteja mmoja, akawa ameniambia mambo fulani ambayo ya kimaisha, ambacho jambo naweza nikashare kwamba kwa nini kasema hivyo. Ni kuwa kwamba alikuwa ni mwanafunzi huyo alisimulia baadhi ya vitu fulani ambavyo kuja kwa ajili ya tatizo fulani, lakini baadaye akashare na mimi kuhusu changamoto alizozipata. Lakini main point ni kwamba wazazi wasiwabaibeshe mzigo watoto. Iko namna fulani tunafanya tunawatraumatize watoto, hasa hizi lika ambazo bado hawajaanza kuwa matured hivyo. Tunawatraumatized, tunawafanya wanaumia. Wanaumia kwa nini? Wanaumia kwa sababu wanapitia yale mambo ambayo mzazi amepitia, alafu anamhusisha mtoto, alafu mtoto anakuwa na maumivu na mbeba uchungu. Bila mtoto nimekaa nikaongea naye, concept ilikuwa ni kwamba alikuwa ana baba yake na mama yake, mama yake, ila mama yake wamegombana na baba yake ni mwalimu na mama yake mwalimu. Yule mtoto yuko form 2, alikuja ofisini, alikuwa na shida ya kiafya. Kwa hiyo nikazungumza naye. Alivyokuwa anazungumza, nikamgusia tu, vipi unaendeleaje? Baba ajambo, mama ajambo. Nilivyogusa masuala ya baba, kwa kweli ndani alikuwa anatoa machozi. Alianza kupata machozi ya msisimuko kutoka. Ndipo nikamuuliza kwamba ilikuwaje, mbona unalia? Inawezekana baba pengine alikuwa anafanyia ukatili nyumbani na asemi. Nilipokuwa na mhoji, akaja akaniambia baba alikuwa hahusiani, yani hamtafuti, hatoi majukumu ya kama baba. Nikaja nikafuatia kidogo, nikamuuliza imekuwaje, kwa nini mpaka baba yako anafika kiwango hicho, na baba yako ni mwalimu na anaanza kuwa na kipato cha kawaida? Akasema alikuwa na mahusiano mabaya na mama yake. Kwa nadhani ilikuwa kama wame break up. Sikupata sana kumuuliza sana mengi sana, lakini nikaja nikamweka sawa, nikamwambia inabidi afanye moja. Kwanza lazima amwachilie baba yake moyoni mwake, maana inaonekana alikuwa amejana na simanzi sana ndani moyoni mwake. Na kwa vile alikuwa hata aje kuongea na baba yake, kwa sababu mwisho siku nimemuuliza kwamba ushaye nafasi ya kumpata ukaongea na baba yako, mama yako akupa na simu ukaongea na baba yako kwamba labda pengine amekataa kukupa majukumu yako ya kila siku? Akasema hapana. Mama yako aishia kukutanisha na baba yako kwa ajili ya hicho kitu? Hapana. Kwa hiyo nikajua kumbe pia kwa upande wa mama yake kuna shida. Mama pia amemficha binti kwa kumuonyesha baba yake ni anamchukia mtoto, na mtoto naye akabeba ile dhamira kwamba anachukiwa na baba yake, wala hataki kumtafuta wala kupiga simu na wala aje kuongea naye. Lakini jinsi ninavyozidi kuongea naye, mtoto kila nikizungumza kisu kidogo alikuwa anatoa machozi. Kwa kweli nilisikitika kidogo, lakini nikajifunza kwamba kuna namna fulani tushirikishe dhambi wala watoto wetu au mtu yoyote walioko chini yetu, tukawashirikisha dhambi za sisi wazazi. Mfano, unawe huko kwenye mahusiano na umeona mtoto wako kabisa pengine mlikosana kwa jambo moja au nyingine, lakini mtoto unamtengenezea kwamba amuone mzazi mwenzake ni mbaya kwa sababu tu ugomvi ambao mlikuwa nao moja au nyingine. Mgomvi ambao mlikuwa nao mwanzoni kwa nyinyi mkiwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni vyema tukatofautisha kabisa ugomvi wa wazazi, tusiwape watoto wasio kwa beba uhasama kwamba huyu mzazi ni mbaya kwa sababu hajafanya kitu fulani. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho naweza nikashare katika siku ya leo. Nimekuwa nimetoka kazini nikakutana na hilo jambo, nikaona kwamba jambo zito ambalo linamuumiza yule mtoto.
ilibidi kwanza mtoto anafanyia deliverance kwanza. Alikuwa anakuja ana shida, changamoto nyingine, lakini nilivyogusa tu kwenye mambo kama hayo, kwa kiakili alikuwa hayuko sawa. Nikaona ni jambo ambalo naweza nikashare na nyinyi, na nyinyi mkatoa mawazo yenu. Ni kwa nini wazazi wengi ushirikisha ugomvi na uzito kwenda kwa mtoto ili mtoto amchukie mzazi mmoja au mwingine? Wewe mama unayekaa na mtoto au wewe baba unayekaa na mtoto, unamfundisha mtoto ukatili kwamba amchukie mzazi mwenzake, kwamba yule mzazi mwenzake amefanya shida kubwa sana kuonekana kwamba yeye yuko mwema. Nadhani hii sio jambo sahihi. Baba yake atabaki kwa baba yake na mama yake atabaki kwa mama yake. Unless otherwise mtoto atakuja baadaye atakuwa kwa matured, atachagua kile kilicho sahihi. Atapata nafasi ya kumhoji. Mimi nilichofanya nafasi ya kumhoji nimwambia kwamba ukipata nafasi baadaye ukaenda Kigoma, yake ni mtu wa Muha. Ukienda Kigoma pata nafasi ya kuzungumza na baba yako. Unafahamu anapaka anafundisha shule gani? Akasema anafahamu anafundisha shule gani. Basi nikamwambia sawa, itakuwa ni vizuri kama utapata nafasi ya kumwona baba yako ukazungumza naye ana kwa ana, ukija kwa kidogo umekuwa kidogo kiakili. Ili lengo usibebe mzigo na uchungu wa wazazi kwa ajili ya wewe, itakuwa affect kisaikolojia, kwa sababu yeye mwenyewe yuko form 2 na alikuwa na malengo mazuri sana, lakini kuna namna fulani akikaa na wenzake anasikia mzigo. Kwa hiyo nimeona ni share na nyinyi, lakini pia nyinyi mnaweza mkauliza na mkaanza mkahoji, mkaona namna gani na mkatoa mawazo. Ni kwa nini wazazi wengi hubeba chuki na kupandikiza kwa mtoto? Ni kwa nini wazazi wengi hubeba chuki na kupandikiza kwa mtoto? Hapa nipo naelekea nyumbani. Nashukuru, ni sehemu ambayo ni local village sana, lakini nimetoka kazini, nashukuru. Lakini ndio hilo ambalo nimeona ni wazo ni share mimi hapa kwangu, naweza nikashare na nyinyi mka suggest kitu gani ambacho mnaweza mkakifanya. Ndio, asante kwa kuwa na mimi. Mimi ni mwanafunzi wa maisha, napenda kujifunza, napenda kushare na nyinyi experience. Niko katika local village. Next time, asante. Comment hapo chini. Bye.